kutoka sifa ya kibri ukawa na sifa ya tawadhu, kugura katika sifa ya kuwa una hasad ukawa na sifa ya kuwa una mahaba na waislamu wenzako na wapenda. Yote haya ni milango ya hijra ambayo kwamba iko wazi. Usiseme walikwenda Makka wakagura Madina imekwisha, bal babul hijrati maftuhun bihijrani kullu ma naha Allahu anhu, kila alichokataza Mungu subhanahu wa ta'ala. Qati'atul arham, kata kizazi Mungu amekataza. Gura kata kizazi, uende kuangalia waliokuwa wanyonge katika mujtama. Yote hizi ni sifa ambazo kwamba tutakaniwa tuzikimbilie kufanya. Iwe anta tuhajiru ila yani kullu ma naha Allahu ila kullu ma amara Allahu bihi subhanahu wa ta'ala, wagura kutoka yale aliyokataza Mola subhanahu wa ta'ala, yote ukikimbilia yote aliyoamrishwa na Mola subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya uwezo wako. Mola subhanahu wa ta'ala asema fattaqullaha mastata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie na tuhifadhie sehemu kama hizi ambazo kwamba zenye kutusaidia kufanya hijra kama hiyo ya kutoka katika ujinga kuingia katika maarifa, kutoka katika ufisadi kuingia katika salah na ghairi dhalika min anwa'i alhijra, ambapo kwamba usisat mithla hadhihi almasajid li ada'i tilka almaqasid. Lengine jahiliya ila hawiyati alislam. Mtume alipogura Makka kwenda Madina alitaka kujenga hawiya, alitaka kujenga intima, alitaka kujenga kuwa ujue wewe wategemea wapi, wafuata wapi. Nahnu atba'u sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akaasis mambo kadhaa kubayinisha kuwa hii ni ramzun min ta'dhimi sha'airillahi subhanahu wa ta'ala. Akaweka vitu kadha na kadha, akatuwekea Idi, akatuwekea sha'air kadha na kadha, ili mtu atambue kuwa na sisi katika Uislamu tuna shi'ar ambayo iko kadha na kadha na kadha. Na ndio maana masahaba wakaweka tarikhul hijri ili sisi tuwe na hawia yetu. Ilikuwa iko tarehe ya Kifursi, tarehe ya Kirom, tarehe za miladi zinginezo, lakini masahaba wakaona ni muhimu kuweka tarehe ambayo kwamba itakuwa yani Muislamu akijinasibisha nayo ajinasibisha na hawia yake na dini yake. Maal asaf, katika wakati almuslimu yaftakhiru bihawiyati ghairihi, Muislamu ajigamba na kuona kuwa yeye kuendelea kwake ni kujua tarehe ambayo si yake yeye na kushika tarehe nyingine. Muislamu ajiona kuendelea kwake ni yeye kujua lugha ambayo si yake yeye, kuacha lugha ambayo ni yake yeye. Muislamu ajiona yeye kuendelea kwake ni kujua kuandika huruf ambazo kwamba si zake yeye kama hazimathili Uislamu, akawacha kile ambacho kwamba cha asili chake yeye. Wala Uislamu haujakataza mtu kutawassa kujua lughat sawaan qira'atan au kitabatan, lakini Uislamu umetaka kwanza antahfadha ma ladaika, yani uwe wewe kile ulichonacho wewe ukihifadhi na ukitukuze na ukipigie mapambaja, kwa sababu hichi ni chako, umeachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ametuachia hawiya aliposema inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra, akataja kuwa katika miezi aliyopanga Mola subhanahu wa ta'ala fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard, ni haya miezi 12. Akataja katika miezi haya 12 ili ujue ni gani, akasema minha arba'atun hurum. Sasa hii arba'atun hurum wewe yatoe katika kalenda ya miladi, utapata tutolee minha arba'atun hurum katika miladi ni gani itakuwa. Bila shaka Allah alitaka kutuasisia ashhur al-qamariya, ambao kwamba kwa hii ndio mtakuwa hata ibada zote nyingi, ibada ya saumu, ibada ya zaka, ibada ya hajj, ibada hata ya kukaa eda, ibada ya hauli za zaka, zote hizi zimefungamanishwa. Ibada ya Eidul Fitr, Eidul Adha, saumu Arafa, saumu Ashura na zinginezo, kufunga katika hizo arba'atul hurum imefungamanishwa na al-ashhur al-qamariya, ambao kwamba ndio hawia sisi Waislamu. Kwa hivyo tunahitaji Waislamu kurudi kuenzi tulichoachiwa sisi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukashikamana nacho na tukakijua. Leo ni aibu
Muislamu muulize umezaliwa lini, atakutajia tarehe ambayo kwamba ni ya miladi. Muislamu uulize ulioa lini, ulianza skuli lini, ulianza madrasa lini, akakutajia tarehe ambayo kwamba si ya hijri, ni tarehe ya miladi. Mwenye kukumbuka katika sisi pengine tarehe yake ya kuoa, atakumbuka akitasherehekea, iwe ya kuzaliwa, ya kuoa, ya watoto wake waliozaliwa, zote anazoziandika aziandika kwa tarehe ambayo kwamba si yake yeye. Bali hata yani harakati zetu hata pengine zisizokuwa za madrasa, pengine baadhi ya madaris kule kwetu Mombasa, mtu zile harakati za madrasa zaenda kulingana na tarehe ambayo kwamba si ya hijri. Ukaona madrasa ikatoa pengine off ya mwaka mpya wa miladi, isitoe off ya mwaka mpya wa Kiislamu. Madrasa ikatoa off ya sherehe kadha na kadha katika tarehe ya miladi, ikija tarehe ya hijri hata isitambulikane, hata kusifanye usifunge sawa, usifanye hata munasaba wa kujua kuwa leo ni kitu fulani. Wa hakadha wenye biashara, mtu katika sherehe za mwisho wa mwaka wa kimiladi akaweka katika biashara yake mataa na akarembesha na akawishi watu na akafanya haraka ambapo kwamba mtu akajua leo ni tarehe fulani. Lakini sisi ambaye kwamba hatujambo hukumbuka Ramadhani, tukaionyesha na tukaonyesha mfungo sita, wale ambao kwamba tuikubali mfungo sita kama shaira ambao kwamba ni ya kutukuzwa na kuswaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia hawia kama hii, kuihifadhi hawia kama hii ni sisi wenyewe kuanza kuitukuza. Hata kama mishahara na mengineo yaenda katika ndia ile, kuna mambo ambayo kwamba mimi na wewe tuweza kufanya, khutuwat basita yasira, kuzaliwa kwako, kuzaa kwako, kuoa kwako, yote unayofanya ukiyanukuu na ukiandika na ukiyafurahia, yafurahie na ukiandika kwa tarehe ambayo kwamba ni ya hijri, ambayo kwamba ni turathi tulioachiwa na sahaba na khulafa ar-rashidun, ambao kwamba hawafanyi kitu isipokuwa Mtume anasema tushikamane nao. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Akasema udhu alayhi bin nawajid, yashikamaneni, shika kwa magego yale ambayo kwamba umeachiwa na Saidina Abubakar radhiyallahu anhu wa ardah, Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, Saidina Uthman ibn Affan, Saidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, na Saidina al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, ambao kwamba ilikuwa khilafa 30 ama alotimiza Saidina al-Hasan. Hii ilikuwa marhala ambao kwamba ni marhala abawiyya nabawiyya musnada, marhala ambao kwamba yani mahfudh bin nas, kwa nasi ya Mtume, kwa hii ni marhala rashida ambao kwamba ina hidayah ndani yake. Kwa hivyo wanachotuwekea wao ni sunna ambao kwamba inatuelekeza katika njia aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tuchukue changamoto kama hii, kila mmoja katika maisha yake angalie vipi ataweza kuhuisha, na hiyo ndio jihadi kubwa. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid. Katika riwaya falahu ajru shahid, katika riwaya falahu ajru 100 shahid. Yule mwenye kuhuisha katika njia yangu, katika sunna, mwenendo wangu, manake sunna bi maana manhaji wa tariqati, yule ambaye kwamba atahuisha wakati watu wameiwacha, wakati watu wameifisha, Mtume asema sallam, huyo atakuwa na ujra wa shahidi, atakuwa bali katika riwaya atakuwa na ujira wa mashahidi 100. Na katika hadithi nyingine Mtume sallam asema, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, dini imeanza ikiwa ni geni, haipende, haitakiwi, haitambuliki, na itakuja wakati itarudi vile vile. Kama katika majumla ambayo kwamba hayatambuliki katika dini yetu ni tarehe yetu ya Kiislamu na mengineo ambayo kwamba pengine yamebaki rasm bila maana, yamebaki asma na arsam bila yani makusudio ambayo kwamba yamekusudiwa kuwa na kitu kama kile. Kwa hivyo kuhifadhi turathi kama hii, kwa kile unachoweza wewe ni katika wewe yani kuwa katika alladhina yuhyuna ma amatahu nas. Mtume akasema fatuba lilghuraba, yani mafanikio na furaha na kufaulu ni kwa wale ambao kwamba wataonekana wageni. Ni nani? Wale ambao kwamba kwa mfano watakuwa wakisherekea kuzaliwa kwao kwa tarehe ya hijri, wale watakaokuwa wakihuisha. Alladhina, akasema alladhina yuhyuna ma amatahu nas, alladhina katika riwaya yuslihuna ma afsadahu nas, alladhina katika riwaya yuslihuna idha fasada an-nas, watu wakiwacha njia ya Mtume sallam
wao washikamana nayo, wao washika ile tariqa, alaikum bisunnati, manake alaikum bitariqati wa tariqati alkhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie. Na katika jumla kuyakumbuka haya, katika munasaba wa kwanza tunaosherekea baada ya hijra, katika tarehe ya hijra, ni kusherekea yaumu Ashura, ambapo kwamba ni siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alithibitisha kwa nafsi kuitoa katika hawia yahudia akaiweka katika hawia islamia. Alipofika Madina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuulizwa kuona Wayahudi wakifunga yaumu Ashura, akawauliza mfunga kwa nini? Akasema hadha yaumun najja Allahu fihi nabiyullah Musa, hii ni siku Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa alayhi salam dhidi ya Firauni. Mtume akaona hapa hawa wanachokisherehekea asli yake ni intisarul haqqi ala albatil. Nabii Musa kumshinda Firauni ni haqqun intasara ala batilin, ni haki imeshinda batil. Ndio akasema nahnu ahaqqu bi Musa inkum, kwa sababu sisi huyu ni imamu Nabii Musa alayhi salam katika aimatu ahlul haqi na ameshinda, basi sisi ni aula kusherehekea ushindi wa imamu min aimat ahlul haq kuliko nyinyi. Nyinyi hatuwakatazi, sherehekeeni, lakini sisi ahaqqu bi Musa minkum. Akawa naye asherehekea, akaijenga. Sasa hapa katika aliposema katika riwaya la in ishtu ila qabilin, nikiishi mpaka mwakani, la asumanna at-tasi'. Kwa nini akaweka hiyo? Hatta yumayizana min al-yahud, hatta takun lana hawiyatan khassa, hatta takun lana khususiyya, sisi tuwe na ikhtisas kuwa sisi Waislamu ada yetu ama sunna yetu ama njia yetu ni tofauti na Mayahudi. Walan tardha anka al-yahuda wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Mtume alifanya jihadi kwa kusomesha kwake na kuelekeza Waislamu kuwa tufanye mukhalafatul yahud ili tupate hawia yetu. Sisi leo tufanya jihadi aqsa al-imkan kuwa tuende tuwafuate na kufanana na wao ambao Mtume alitaka kuwa khalifu. Mtume alitaka kuwa khalifu, akasema msiwafuate wale. Katika riwaya nyingine akatahadharisha, la tattabi'anna sanana man qablakum. Mtume asema mutafuata njia za waliokuwa kabla yenu, ambao nani? Alyahudu wan nasara, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira', mutafuata shibri kwa shibri. Hatta idha dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hata wakija wakiingia katika shimo la yuru mutaingia. Maana yake maabanisha nini Mtume? Maana yake mtawafuata kipofupofu bila kufikiria akiba ya kile mnachokifuata. Shimo la yuru, kawaida shimo asili yake lina giza, sio? Sasa mtu akitaka kuingia kwenye shimo kwanza huangalia aingia wapi. Na yuru tabia yake kwenye shimo lake huingia na kitu ama huingia na miguu. Mtu akiwa mahali atakatahadhara, hata kama atakushuka baharini, utashuka kwanza na miguu kuangalia kwa salama. Lakini utaingia kama sifa anavyoingia juhur ya dhab, utaingia kwa kitu mbele miguu nyuma. Na waingia mahali kuna giza, na waingia mahali kuna harufu mbaya yenye kunuka, lakini waingia hivyo hivyo. Na ndio hivyo zilivyo leo. Si harusi zetu, si masomo yetu, si minasaba yetu, sherehe zetu, tuwafuata shibran bi shibrin. Iwe atakayekuja katika sherehe ile ataingia mwanamume katikati ya wanawake afanye ambao hayafai, iwe ataingia katika kadha na kadha yatafanyika, lakini madamu wamefanya wazungu sisi tutafanya. Mtume wa Mungu ametutahadharisha, sisi hatujali. Tuangalia yale la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira' hatta idha dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Wakiingia katika shimo wewe huoni waingia wapi, waingizwa mahali. Ndio utaona leo mtu afanya mameona mchezaji wa mpira amesherekea bao, amefanya kitu, hajui hata maana yake nini, na yeye atafanya vile vile. Utaona nyimbo katika za YouTube, watoto wanazoangalia katika mitandao, watoto wadogo asikia katuni yarejelea maneno ambayo kwamba hata hajui maana yake nini, na ile maneno watoto wake akayahifadhi na akayaimba, pengine ile maneno yatamtoka na Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini at-taqlidul a'ma, kufuata bila kuangalia akiba kile unachokifuata wewe. Ndio Mtume akasema la asumanna at-tasi' al-illa al-gharad hatta takuna lakum hawiyya khassa. Muwe na intima, muwe nyinyi ni Waislamu, la tatba'una al-yahud bali an-nas yatba'unakum.
nyinyi ni atba'u Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa ni sunna kufunga tisia kukhalifu Mayahudi, ambapo kwamba kuhuisha siku ya Ashura. Siku ya Ashura siku adhim, ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru manabii wake dhidi ya ahlul batil, kuanzia kunusuriwa Nabii Adam dhidi ya shaitani alipotubia, tauba yake ikakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kunusuriwa Nabii Nuh kutua jahazi yake, kunusuriwa kwa Nabii Ibrahim dhidi ya Namrud, kunusuriwa Nabii Suleiman Mungu kumpatia ufalme, na hakadha Nabii Yusuf, Nabii Yaqub, Nabii Ayyub, Nabiyullah Yunus kutolewa katika shimo, katika tumbo la tewa. Yote haya katika tarikhi na katika sira, katika athar, kuwa yamepatikaniwa katika siku ya Ashura. Hata kunyanyuliwa Nabii Idris alayhi salam na Nabii Isa alayhi salam, wote kunyanyuliwa katika tarikhi kama ya Ashura. Zile thubutu kwa sahihi ni kuwa Nabii Allah Musa na kufanya sunna ya tausi ala al-iyal na kukhalifu Mayahudi kwa kufunga tisia. Mengine katika ambapo kwamba baina hadithin dha'ifin au ashaddu dha'fan qalilan au akhaffu dha'fan qalilan, lakini wewe Muislamu katika kukimbilia Mtume aliposema ala inna lillahi fi ayami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha, wewe ni kuzengea kila penye uwezekano wa kupata hata kama ni 1% ufanye, madamu si jambo la haramu, kwa sababu wewe wakimbilia watafuta namna. Leo wewe kuna mtu akanunua kadi kubet, wanaofanya kucheza kamari, huwa na hakika atashinda, pengine hana hata 1%, lakini ana yani 0.001%, lakini akafanya kwa sababu naweza nikashinda na kamari. Katika sunna za Mtume, inaweza kuwa dhaifu, fanya. Ikiwa ni dhaifu utapata ile asli ile, madamu ni ibada. Ikiwa si dhaifu utapata ile ibada ikifungamanishwa na Ashura, kama mfano kutoa sadaqa, mfano kuzuru wanazuoni, mfano kuzuru makaburi, mfano mashu ala al-yatim wa ghairu dhalika. Isikuache yani ilmuka bi dha'f al-hadith isifie sababu ya wewe bi adam al-amal. Nasema al-ilmu la yamna'u min al-amal, yani ilmuka bi anna hadha hadithun dha'if la yamna'uka min al-amal, بس غاية الأمر أن تعمل ذلك العمل وأنت لا تعتقد سنيته، تعتقد مجرد وهيني عبادة، لكن ikiwa ni sunna na mimi nitapata. Kwa hivyo akawa Allah subhanahu wa ta'ala yansuru ahlul haqi, akamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika jumla ahlul haqi walionusuriwa ni al-Imam Hussein radhiyallahu anhu wa ardah, ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru, japokuwa sisi madhhari yetu tunaoona ni kuwa ameuliwa, ameshindwa, lakini ushindi si kwa kuuawa wala kuua. Ushindi ni ile kadhia yako wewe ibaki kudumu. Katika vita vya Uhud sisi tutafsiri Waislamu wameshindwa, lakini kihakika Waislamu wameshinda, kwa sababu Uislamu ndio uko mpaka leo waendelea. Kushinda kwa jambo sio wewe kummaliza adui yako, ni wewe kufanya lile analolitaka adui yako lisiwe, ndio umeshinda. Lakini alolitaka kina Abu Jahli na makafiri wa Maka katika vita vya Uhud ilipatikana, bali da'wa ilizidi kuendelea. Na vile vile aliomuua Imam al-Hussein radhiyallahu anhu ardah, alolitaka katika kumaliza nasli ya ahli bait Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kuua risala ya mirathi ya Mtume sallam, akataka watu badala ya kushughulika na mirath washughulike na thari. Lakini al-Imam Ali Zain al-Abidin akawa ni mtu ambaye kwamba wa'i, yani yuwazinu al-umur bil-shar' la bil-tab', anaangalia haya mambo maali yake ni wapi. Mimi nikitaka kisasi nikiua kisha itakuwa nini? Akaona inazala, akajitenga, akashika irthun nabawi ambao kwamba ni ilmu, kusomesha wale waliochangia kumwa wabaki. Akaeleza risala ya ilmu, risala ya hikma, risala ya akhlaqi za Mtume Muhammad sallam. Ndio mpaka leo tukapata riadha kwa sababu ya Sayyidina Ali Zainul Abidin. Leo Sayyidina Ali angejitoa na mimi nataka kuuawa, tungekuwa tuna riadha leo. Lakini leo marakiz za ilmu zimeendelea kwa sababu alipoona mimi nishike manhaju salama, manhaju hifadhi ala al-irth an-nabawi, sio kutafuta thar, kwa sababu alioua amefanya, kuna amal mbele ya Mungu, kuna hisabu atasubiriwa na Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hii ilmu risala ya babu yake Mtume sallam akaona hii ndio kitu, akarudi Madina akaeneza ilmu. Kwa hivyo na sisi katika kukumbuka mambo kama haya, alaina bil iqtida wal ittiba'.
Al-ittiba' wal-iqtida, wa awwalu man naqtadi bihi Sayyidina Ali Zain al-Abidin. Alifanya nini? Alikwenda akaomboleza, alifanya mambo kwamba hayako la, alikwenda akashika ilmu, akasimamisha marakiz na hilaq na katika msikiti na Masjid an-Nabawi akasimamisha ilmu. Kwa hivyo kila mwenye kueneza ilmu, kila mwenye kueleza akhlaqi na kueneza, huyu ndio hakika ambaye kwamba ampenda Imam Hussein na kueneza tabia yake na sira yake na ilmu aliyoachiwa na mirathi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini yetu haikutuamrisha kuombeleza wala kuweka huzuni. Sisi huzuni yetu, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi, ghayatul amri ni al-istirja'. Amma al-julusu fi kulli 'amin natadhakkaru musiba na kadha na kadha, laysa fi ad-din dhalika, laysa dhalika min ad-din fi shay. Lakin ad-din an tuqima al-amana allati taraka laka dhalika sahibul manhaj alladhi qutil. Yule ameacha amana kama ile kuiendeleza, ndio wewe kusongeza dini mbele. Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu Imam Hussein, na kila aloshika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ampe nguvu, na sisi sote Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika ambao kwamba tutafule pamoja na yeye, na atuweke mbali na wale dhulama waliosababisha kifo chake, na atujalie ndimi zetu salimike na masahaba Mtume sallam wote, na ndimi zetu ziwe katika mahaba na nyoyo zetu katika kuwapenda ali baiti wote wa Mtume sallam, na vile vile kuwapenda na kuwatukuza masahaba Mtume sallam. Natujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, atujalie wenye kuhuisha ma amatahu an-nas fi hadha az-zaman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.